mapokezi ambayo wameyapata Simba pale Afrika Kusini, lakini pia namna ambavyo kwa upande wa serikali wameonekana kuipa support klabu ya Simba kwa asilimia kubwa, usafiri wa ndege kufika pale Afrika Kusini, lakini pamoja na maladhi na namna ambavyo muda wote Simba watakapokuwa pale Afrika Kusini, bila shaka kwa upande wa serikali wameweza kufanya kila kitu ambacho wanaweza kukifanya dhidi ya klabu ya Simba. Kitu ambacho jukumu kubwa lilobaki ni kwa upande wa klabu ya Simba wenyewe kwenda kuonyesha uwanjani na kwenda kuhakikisha kwamba wanakwenda kuonyesha kwamba wao wanastahili kuenda kupata matokeo ambayo leo bora pindi ambapo watakapokuwa wako uwanjani katika mechi ya mkondo wa pili na kufanikiwa kutinga kwenye hatua ya finali ya kombe la shirikisho barani Afrika. Kwa upande wa Simba sasa tunasema kwa asilimia kubwa ni wao wenyewe washindwe tu, maana kila kitu kipo vizuri kwa upande wao. Nadhani kitu pekee ambacho sasa kwa Simba ambacho kimebaki kwa hichi ambacho wameonyeshwa kwanza ni kuona namna ambavyo wanafanya vizuri katika huu mchezo, kwa sababu serikali wamefanya kila kitu na support kubwa ambao wameipata, na hasa baada ya kufika, angalia mapokezi ambao wamefanyika. Maana yake kwanza hii inaonyesha dhahiri shahiri kwamba wamepata mapokezi ambayo yanawafanya kama wachezaji kuhisi kwamba tuna deni ambalo tunatakiwa kulilipa juu ya hili na hichi ambacho tunafanyiwa. Lakini umesikia hapo Mangungu amezungumza vizuri kwamba South Africa ni kama nyumbani kwao kwa asilimia kubwa. Ukiachana na serikali kupokea, hata jana baadhi ya mashabiki walikuwepo kuwalaki Simba katika mapokezi. Kwa hiyo maana yake hii inakuonyesha kwa asilimia kubwa ni kwamba South Africa ni eneo ambalo tunajua tuna Watanzania wengi wako pale, na mara kadha tumeona kwamba wamekuwa wakijitokeza katika michezo ambayo vilabu vyetu vimekuwa vikenda pale. Kama unakumbuka Yanga mara ya mwisho dhidi ya Mamelodi Sundowns pia walijitokeza baadhi ya watu wengi, hasa mashabiki kutoka Tanzania ambao walienda kuisupport Young Africans katika ule mchezo. Kwa hiyo ni kama eneo ambalo tuko nyumbani. Na unajua faida ya kuwa na watu wengi ambao ni mashabiki kwenye nchi nyingine tofauti ni kwamba pia wanaweza kuwa influence baadhi ya marafiki zao, umeelewa, kwenda kushabikia timu yako. Kwa hiyo hii ni faida ambayo Simba wanayo. Ndio maana hata mimi binafsi sina shaka sana kuona kwamba Simba wanaweza sipate matokeo mazuri katika huu mchezo, kwa sababu kwa asilimia kubwa tayari ukiangalia kule South Africa sio eneo au sio mazingira ambayo yamekuwa magumu sana, hasa kwa timu zetu zinapokuwa zinaenda. Issue ni historia tu labda ambayo tumekuwa katika ardhi ya nchi ya South Africa, kwa sababu ukichukua ardhi ya South Africa ijawa nzuri sana kwa miongo ya hivi karibuni katika soka letu, kwa sababu Simba kama unakumbuka walitembelea pale almost mara 3, na katika mara 3 ambazo Simba wametembelea katika ardhi ya South Africa hatujawahi kupata matokeo chanya. Sio, umeelewa? Mara ya mwisho matokeo ambayo nakumbuka mwaka 2003, matokeo ambayo tuliyapata yalikuwa ni hasara bila kufungana dhidi ya Santos. Lakini baada ya hapo tukaja dhidi ya Kaizer, dhidi ya Orlando, Simba hawakuwa na matokeo mazuri katika ardhi ya South Africa, wakipoteza michezo yote miwili. Lakini Young Africans mara ya mwisho nao kwenda kutembelea dhidi ya Mamelodi Sundowns, tunajua walitolewa katika hatua ya robo finali. Kwa hiyo maana yake ni kwamba sio eneo ambalo limekuwa na mazingira mazuri sana au limekuwa rafiki katika eneo la matokeo. Sasa ni kitu ambacho Simba wanatakiwa kwenda kukivunja hicho kitu. Sasa wanakivunja vipi? Ni kuhakikisha kwamba performance ambayo ya msimu walioitoa hasa wakiwa katika michezo ya ugenini wanaipeleka pale South Africa, kwa sababu kama unakumbuka Simba kwa msimu walikuwa hawana matokeo mazuri sana kwenye ardhi ya kaskazini, kama unakumbuka misimu ya hivi nyuma kidogo. Lakini kwa msimu wameenda wamepata matokeo katika ardhi za kaskazini, kwa maana ukanda ule wa Waarabu. Kwa hiyo maana yake ni kitu ambacho tunaamini kwamba huu ni msimu ambao Simba wana uwezo wa kwenda kuvunja rekodi nyingi sana na kuhakikisha kwamba wanafanikisha jambo lao. Kwa mimi binafsi nadhani ni kitu ambacho nategemea kukiona kwa Faldaps na vijana wake, kuona namna gani ambavyo wanaenda kuvunja huo mwiko, lakini wakati huo wahakikishe kwamba wanaondoka na matokeo chanya, kwa sababu ya haya maandalizi ambayo yamefanywa kuanzia nyumbani, lakini pia tunaona namna ambavyo yanafanywa paka South Africa. Lakini pia ukiangalia mazingira yanaonekana yameandaliwa vizuri sana, kwa sababu jana ukiangalia timu ilifanya mazoezi nadhani leo baada ya kufika Durban wamefanya mazoezi ya gym nimeona. Kwa hiyo maana yake wanajiandaa baada ya hapo sasa kuona namna ambavyo mwalimu anaandaa mbinu zaidi, kwa sababu kuna siku nyingi kidogo leo kesho
kesho kutwa. Kwa hiyo maana wana siku 3 kabla ya mechi husika, siku ya 4 kuweza kupiga. Kwa hiyo nadhani kwa mazingira haya sioni sababu za Simba kujitetea kwamba wai washindwe kupata matokeo chanya katika huu mchezo dhidi ya Stellenbosch. Bana, Simba washindwe wenyewe. Hii ni kauli ya Ramadhani Kokoto, moja kati ya mechi ambayo wengi wanasubiri kuweza kuona kwa mkubwa sana namna ambavyo Simba watafanikiwa kwenda kuibuka na ushindi ili kwenda kwenye hatua ya fainali, na si ushindi tu bali hata sare watakayopata, sare yoyote ile, basi Simba Sports Club wanakwenda kwenye hatua ya fainali. Hata kama ikitokea ni matokeo ya kufungwa kama ni 2-1, basi Simba Sports Club bado wana nafasi ya kwenda kwenye hatua ya nusu kwenda kwenye hatua ya fainali kutoka kwenye hatua ya nusu fainali. Lakini pia kama wakifungwa 3, basi wao wanapaswa kufunga mabao mawili iwe 3-2 ili waweze kwenda kwenye hatua ya fainali. Ikitokea wamefungwa 2-0, basi Simba nje. Baba Jeni bye bye. Baba Jeni bye bye. Ikitokea ni 1-0, basi ni kwa jua penalty itakwenda kuamua ni nani ambaye anapaswa kwenda kwenye hatua inayofuata.